Vitu vinapimwa, energy yake iko aje, fikra zake, mitazamo yake imekaa vipi. Huwezi kufanya kazi na mtu mitazamo yake yani imekaa hapa. Lazima wewe hatua 10 mbele. Sure. Nice. Bwana safi. Bwana wewe kijana bwana tusikiliza pia, na mimi kuna experience ambayo naipata kupitia washikaji ambao tunafanya nao. Wizi kuzurula tujaanza leo. Mimi nakuita kuzurula so kwa ubaya, lakini nafikiri unaelewa kitu ambacho namaanisha. Kusebenza. Yeah man. Hakujaanza leo man. Mimi naamini kuna kitu ambacho kimebadilika sana kwenye ubongo wako kuliko ungekuwa umestack kwa sehemu moja. Hata aina ya watu ambao unakutana nao kwa maana wateja na vitu kama hizo. Kabisa. Mimi wanawaza labda unatumia gharama kubwa sana kuliko unachoingiza. Ila pia nikiwaza unaendelea kufanya hizo safari, unajua hapana, haiwezi kuwa hivi. Nauli, kulala na vitu kama hizo, bado bata kidogo. Bwana bata jingi sana sha. Yaani haturudishi kama venye tunatoa, lakini kuna kitu kikubwa ambacho tunakipata baadaye. Nice. Yaani uwezi amini kitu chenye tunafanya hakuna faida ile yenye tunaipata kubwa, lakini tunapata. Vijana wengine wasije wakahisi labda kwa sababu hatupati faida wafanye, lakini kwa namna yao pia tunapata. Ila sio sawa na ambavyo tuna spend. Unapata kikubwa lakini kinaishia chochote kwenye matumizi. Kwa nini? Kwa sababu unakuta mitikasi ni mingi, inahitaji gharama kubwa sana. Leo hapa ufike kule promotion nini hivyo. Kwa hiyo inakuwa na gharama zake kidogo. Ila chenye tunakipata, tunatengeneza brand ya ana kwa ana, kwa sababu tukiwa tunazunguka tunaenda door to door. Kwa hiyo tunakutana na watu wengi, tunachukua mawasiliano yao, tunajifunza vitu vipya. Kwa hiyo tuko kwenye hali pia ni kama utalii. Mimi napenda kuzurura. Napenda kuzunguka, napenda kujifunza vitu vipya kila siku. Nchi umemaliza. Kuna mkoa gani hujafika kwa mwanangu? Mkoa ambao sijafika labda wilaya na zenyewe lazima zote tutafika. Tumeenda pia Zambia, Kenya, Malawi kidogo, mpakani pala tukwenda ndani sana. Ila hivyo. Safi. Kuna mtu gani umewahi kukutana naye as mteja ama mtu ambaye ndio unampromotia sasa biashara yako? Sijui niweke vipi. Yaani mtu fulani ambaye alikushtua akasema okay, kumbe inawezekana. Haijalishi kama tunamfahamu au tumfahamu, lakini aina gani ya mtu ambaye ukutana naye? Ni bosi fulani, daktari fulani, mtu fulani hivi. Sasa mimi watu wanaonivutia sana hata sio mabosi. Eti wale mabosi nini? Navutiwa sana watu ambao wanakuwa bado wako kwenye hali ya kupambana na hawateki. I like that. Na hawaamini katika kushindwa. Kwa mfano kuna brother wangu mmoja anaitwa wa Kiafrika. Yuko Tunduma, anapambana sana. Toka namuona mapambano yake nini yalinifanya nione kwamba ni kitu kizuri. Ameshusha bonge la kitu kule. Kitu fulani hivi imenyoka. Classic ni kidogo. Na ni mtu fulani hivi ana support sana mambo ya hip hop. Hicho na cheki nivutia zaidi. Safi. Mapokeo watu wanakupokeaje? Kuna watu wanakupokea kama chinga ambaye anazurura na vyombo labda. Kuna watu wanakupokea kama chinga ambaye anazurura labda na yebo. Siku hizo wana vispika pia washikaji zako. Kuna mtu anakuona kama hivyo au kuna ikoje kwa upande wako? Nadhani pia hii kitu vijana wajaribu kubadilika. Ni wewe unavyojibrand. Mimi nadhani mtu tu kiniona kuna namna unanipa heshima kabla sijashuhudia. Najua kujibrand, yani najua namna ya kujiweka, mtu asinichukulie kama chinga. Unajua kazi za mtaani hizi kuzula kuna hela nyingi sana mtaani. Na mtaani kunakuwa kuna offer fulani kwa sababu utakuwa na malipo sana, mapato serikalini nini. Na kuna hela nyingi. Mimi nikisema kuna hela nyingi kwa sababu pia sio vibaya kama napata hata mtu mwingine anaweza kufanya naye akapata. Ni vile tu vijana wanachukulia poa au aibu au nini, lakini mwisho wa siku yani unaweza ukakaa ukasema mtu anakuwaza ila mtu hata hakuwazi. Yako hatuchukulii kama machinga, tunachukulia kama wafanyabiashara. Wakubwa kabisa. Ndio. Nice. Bwana brand imesimama kwa sasa, inajitosheleza kujiendesha yenyewe. Yani unaweza story lako mfukoni hela ya biashara hiyo ndio itaendelea kuzungusha. Ndio tumefikia hatua hiyo. Ni zaidi hapo naweza kusema kwa sababu ukiachana hapo bado kuna vimatangazo nini tunavipata. Sasa kwa nini tusiseme? Brand imekuwa kubwa, ndio maana unaona pia brand yetu inajaribu kushika mikono na vijana wengine. Kwa sababu sisi wenyewe pia tumepewa mkono. Tumepewa mkono na mtu kama wewe. Ndio ulikuwa mtu wa kwanza ambaye tulifanya kazi, japokuwa tulifanya kazi sio kwa mkataba, sio kwa nini, kwa maneno tu. Kwa ni sehemu moja hapo ni watu waliochangia brand yetu kufika hapa. Kwa nini sisi
bebe mkono kwa watu wengine, kwa sababu unaambiwa msibani kwako kuwe kuna watu wanaolia tofauti na wafanyakazi wako au ndugu zako. Vilio fulani vitoke nje hao watu. Noma. Speaking of wewe kuwa na Zaya, ndio ana brand yake. Wewe una brand yako. Wote biashara ni moja. Zaya ni brand fulani hivi ambayo yaani ukisoma script yake wewe mwenyewe unashangaa. Ni brand fulani ambayo ina matarajio makubwa. So ili ifike ilipo lazima ijaribu kushirikiana na brand zingine. Kama si mnaonaga kwani kuna utofauti gani venye wanafanyaga labda Timberland na Louis Vuitton au Adidas labda na nani kina Jordan na hao hivyo umepata. Ni kama hivyo, lakini niko kwenye hali fulani ambayo iko kwenye kujifunza. Tunaenda vipi? Mtaa kunahitaji nini? Kwa hiyo pia nice. Tutarajia labda kuna time Wizzy Store akifika sehemu atauza zaidi ya bracelet, labda anaweza kafika na t-shirt na brand yake, ana kofia na brand yake, ana kiatu na brand yake, ana begi na brand yake na vitu kali. Kuna kitu kinaitwa Cavallo. Kitu kikubwa sana, kitasumbua sana Tanzania kwa sababu yani ndo kama vile ndo tunakiana. Unajua vitu vingi vimeanzia hapa Nyanza FM. Kutoka Wizzy Store kuja Wizzy bracelet. Sasa hivi tunakuja na kitu kinaitwa Cavallo. Kitasumbua sana. Hiyo ni nini man? Ubunifu fulani mwingi. Sasa hapo wenyewe wanasemaga tuweke nini ile? Tuifiche fulani, lakini itasumbua sana. Na imepangwa Tanzania nzima. Na itakuwa kwa kuzunguka, kwa kupoa pia. Ambao tutaanza na Chunya, tutakuja Kahama, tutakuja Geita, tutakuja Nyamongo, Simiyu. Kama nini lazima tupaheshimishe Simiyu kwa sababu kubadilisha jina tuwe Wizzy Madini. Tunajaribu kudili na madini kidogo kwa sababu pia sisi sasa hivi tunafanya pia hizo madini. Tunati hizi gemstone tunakuwa nazo ambazo zinapatikana hapa Tanzania. Tiger Eyes, Canelian, Rose Quartz, Malachite, mipakani huko ni. Kwa pia ni lazima madini imekuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa lazima pia tutarget sehemu ambazo safi. Homeboy uliniambia kwamba ulisoma sana wakati ndo